Machiegni e twak marwa mano mar mine wacho ng'anyo mapacho ka osekelo hinyruok thoe kod dal mag oganda e kind higa 2020 nyaka 2025 thoe 138 nondiki kaluwore kod ng'anyo ka e higa 2023 ng'anyo adek madito mopogore notimore manokelo thuan thoe marom 35 higa mag 2024 e kind dwe mar auchiel gabiriyo kende ji 54 notho e higa 2025 thoe 70 nondiki ka 23 kuomgi notimore odiochieng' achiel tarik 25 dwe mar auchiel ka chieng' sabasaba ma higa no thoe 41 nobedo nying rowere mopogore opogore medore e listi mag joma wito ngimagi e ng'anyo ka jonyuol bende medo ywak kendo kwayo ratiro. Achiel kuom minego en Evelyn Achungo, miyo manowito yawuote 2 e ng'anyo ma bende notimore higa 2023 e kar dak ma Nyalenda e kaunti ma Kisumu. Wantiere kode studio kawuono mano kanyiero ka wang'iyo adhola mag ng'anyo. Oimore Evelyn ka intiere Kisumu idhi nado odhiambo ma kawuono. Evelyn kiwinja inyamana wuoyo kode nyiso ni to idhi nado odhiambo ma kawuono. Adhi maber. Inyamana ting'o duondi matin. Adhi maber, nitaongea na Kiswahili. Mano kanyiero sama koro pod ing'iyonwa wachno ero mano mar duond Evelyn mondo koro wawinjre maber kabisa. Enena kanyiero ni sechego kama bende koro imede ng'i wachno ero mag rapar ma Gen Z mano ne kata thoe ma bende notimore e higa 2024. Nitiere thoe mamoko ma bende osetimore kwan rowere ma bende osemedo kawito ngimagi osebedo ka medore ahinya pacho kendie ka thothne ing'iyo ni rowere go eko lalo ngimagi e lwet obila jogo ma bende wachore no winjo bedni ritoge. Evelyn kaponi iwinja inyalo mana medo ulori matut inyiswa ni to inyakanye to en ang'o ma bende itimo Kisumu kanyo. Evelyn inyalo mana ulori matut mondo inyiswa ni to ang'o mitimo Kisumu e kar dak ma Nyalenda. Mimi naitwa Evelyn Achungo Ahala, mkaaji wa Nyalenda. Mimi ni mfanyabiashara, nauza chapati na maharagwe. Biashara ndogo ndogo. Asante Evelyn. Hapo hivyo mwaka 2003 umesema ulipoteza vijana wako wawili. Unaweza tueleza nini kilifanyika? Tulikuwa kwa nyumba, ilikuwa siku ya maandamano. Na tulikuwa kwa nyumba kama tumejifungia. Na vijana wangu nilikuwa nimewachukulia nyumba kando karibu na penye naishi. Sasa vile tulipojifungia kwa nyumba nikasikia jirani kama ananiita nyamalo. Uko kwa nyumba na watoto wako wanauliwa nje. Nilitoka, nikaenda, nikafungua geti nikapata watoto wamelalishwa chini wanapigwa. Nijaribu kulia, nikabeba mkono juu. Lakini haikuwezekana, wakanifukuza wakanirudisha ndani. Wakaniambia nifunge geti, nikafunga geti. Nikawacha kama wanapiga watoto hao. Wakawapiga, wakamaliza, wakawarudisha kwa nyumba. Sasa nikangojea wameenda nikaenda kwa nyumba penye watoto walikuwa wanalala. Nikapata hao watoto hawajiwezi. Nilipiga nduru, wenzangu wakakuja wakanisaidia. Tukawapeleka kwa dispensary ilikuwa hapo karibu na sisi hapo Nyalenda. Sasa hapo dispensary haikuwezekana. Tukawapeleka Jaramogi Russia. Sasa huko ndio walikaa. Walilala siku kadhaa na wakapoteza uzima wao.
Evelyn, pole sana kwa msiba huo. Maybe tukirudi tu nyuma kidogo, unaweza tueleza ni kwa nini walipigwa? Walikuwa ni hao vijana peke yao? Huyo ni William na Brian, hao ndio vijana wako. Ilikuwa ni hao peke yao ama kulikuwa na vijana wengine wa Nyalenda wenye pia polisi waliwapiga? Sasa kuna wenye walikuwa wanatoka juu wanateremka chini na wanapita penye hao watoto wanaishi. Sasa polisi kukuja akafikiria watoto walikuwa hapo, kanyaga mlango. Walikanyaga gate, wakakanyaga mlango na wakawatoa kwa nyumba. Wakaleta hapa kwa barabara kuanza kuwapiga. Kwa hivyo walikuwa ni vijana wengine pia walikuwa hapo. Baadaye umesema uliwapeleka hospitali, bahati mbaya wakapoteza maisha yao. Ni hatua gani ulichukua? Ulipiga ripoti kwa polisi ama popote? Ulipiga ripoti? Nilipiga ripoti kwa polisi. Nikapewa OB. Kaanza kuwashughulikia. Police station gani? Nyalenda, Central, Kondele ama wapi? Nilianza na Omino, nikaenda Central, nikaenda hii iko hapa chini inaitwa Nyalenda. Alafu sasa kutokana na hiyo OB yenye ulipata kutoka hapo, nini imefanyika? Kuna watu washai kutembelea wajue kwa nini vijana wako waliuawa, ama kuna mtu ashai kuja kwako hata kupiga pole, serikali ama polisi ama watu kama hao? Kusema tu kweli, serikali imenisaidia. Nikazika mtoto. Tukazika watoto wote wawili. Kutoka hapo sijaona, nasikia tu tutalipwa na sijaona malipo yote. Ulijiandikisha? Juu walikuwa nasema kuna kuwa na watu wanaenda wanapiga ripoti kwa Kenya Commission of Human Rights, alafu unajiandikisha, ndio baadaye sasa hizi malipo zitakuja ama zimeanza kupeanwa kwa familia kama yako. Ulijiandikisha ama bado? Tulijiandikisha. Mkiwa wangapi hivi? Sasa mimi niko na brother yangu na tuko wawili. Kuna usaidizi ulipata? Najua ni vigumu sana kuzungumzia kile kilichofanyika, lakini tutajaribu tu, mahali itashindikizana tutaachia hapo. Lakini ulipata usaidizi wowote, mtu akukusaidia kwenda kufanya hizo ripoti, kujiandikisha na vitu kama hizo? Ulipata usaidizi wote tukiachana na hiyo ya serikali? Niseme watu kama majirani ama marafiki, watu kama hao? Tulipata usaidizi. Tukapiga ripoti. Marafiki zangu walisaidia. Na tukirudi hapo hivyo kwa serikali, ukisema serikali ilikusaidia, ni kwa mazishi tu ama ni usaidizi gani serikali ilikupatia? Ni kwa mazishi tu, tangu hapo sijaona usaidizi mwingine. Wanje kuja kusaidia. Hebu turudi nyuma na tuzungumzie William na Brian. Walikuwa vijana wadogo, mmoja miaka 22, mwingine 24 wakati walipoaga dunia. Ukirudi nyuma kama mama yao, walikuwa na ndoto gani? Ni vitu gani walikuwa wanafanya kabla hiyo mkasa ifanyike? Nikiongea kwa William alikuwa anafanya kwa hoteli. Na Brian alikuwa ameandikwa kwa supermarket nyingine hapo. Alikuwa anasaidia. Walikuwa na ndoto gani? Ni nini walikuwa wanafanya kwa
maisha yao yenye sasa walikuwa naona kutoka hapo watafikisha wapi? Ndoto gani zenye walikuwa nazo zenye sasa zilikatika? Walikuwa wanataka waendelee na masomo yao, wajiendeleshe mbele. Ni vile tu pesa ndio ilikuwa imekosekana. Ndio maana walikuwa bado wajaenda shule. Okay. Poteza watoto wawili ni kitu ngumu na iko na uchungu sana, lakini niruhusu kukuuliza, walikuwa watoto peke yao ama uko na watoto wengine? Na kama uko na watoto wengine, kifo ya mandugu zao walichukuaje? Niko na watoto wengine na kifo ya mandugu zao inawasumbua mpaka saa hii. Hata kwa masomo yao sio mzuri sana, yani wanashinda wakifikiria mandugu zao. Ilikuwa kifo ya ghafla yenye hawakutarajia. Wanichukulia aje sana sana wakati tunaona juu hii ilifanyika wakati wa maandamano, na tumekuwa tukiona maandamano zikizidi kufanyika. Wakati maandamano umefika, nyinyi kama wakaji wa Nyalenda, Kisumu, mnaichukua aje? Inawaletea hisia tofauti? Mnakuwa mna uoga ama? Tunakuwa na uoga sana. Kama sisi tunatoroka, tunaenda huko chini ndio tusipate hapa juu. Hata watoto tunaenda nao huko chini. Juu wako na uoga nyingi. Uoga ni kwamba polisi watawavamia? Uoga inakuja juu ya nini hasa? Polisi watawavamia venye walivamia mandugu zao, na watoe kwa nyumba tena wawapige hivyo. Miaka 2 zimepita na Kisumu hakuja kuwa na maandamano. Watu wa Kisumu wamesema sasa hao wanataka utulivu, hawataki kwenda barabarani na vitu kama hizo. Vile sasa watu wa Kisumu wameamua hawataki maandamano na wanataka kukuwe na amani. Hii imekusaidia kupata utulivu kidogo wakati kaunti zingine zinafanya maandamano zao? Imenisaidia kwa upande wangu. Nikiona wakifanya maandamano hivyo, nafikiria vile watoto wangu walikuwa. Sasa vile wafanye maandamano hivi, nasikia kama niko na amani kidogo. Na naweza penda kuwaomba tu wakae tu hivyo, waachane na mambo ya maandamano. Watoto wako wengine ukiangalia ama ukizungumza nao, unaweza tueleza tu wako na miaka ngapi, na ni kusoma bado wanasoma ama wako wapi? Ndio niendelee kwa swali langu nyingine. Wale wengine walikuwa watoto wakubwa, na hawa wengine wenye wamebaki bado wanasoma. Mwenye alikuwa anafuata William ako form 4. Alafu mwingine ako grade 8. Kwa hivyo ulikuwa na watoto 4. Sasa juu hawa pia bado ni watoto wadogo, na bado maneno ya maandamano inaendelea. Tumezungumzia vijana wa Gen Z, na hawa kama wa form 4 tunaweza waita ni Gen Z. Wako na fikira gani haswa, niseme kama siku ya leo vile wanafanya hapo makumbusho ya hao Gen Z wenzao wenye waliaga dunia? Wakiona watu wakiandamana hivyo, ndio wanakuwa na mafikiria. Wanafikiria venye mandugu zao waliuliwa. Hata leo walikaa tu kwa nyumba, hawakutoka. Nimewaacha tu kwa nyumba kama wamekaa. Tangu asubuhi hawajatoka kwa nyumba. Wamehofia. Wako na uoga, si wale watataka hao pia waende barabarani wafanye maandamano kama wenzao? Wako na uoga sana. Sasa Evelyn, asante sana. Tukiendelea, hii malipo serikali imeamua sasa itapea wale waliopoteza wapendwa wao. Unafaa kuwa mmoja wao. Umesema ulishajiandikisha, lakini pesa bado haijafika. Hii pesa ni kitu imetosha, ama kuna wazazi wengine walikuwa wanasema hiyo haitoshi, wanataka serikali
ichukue hatua kwa polisi wenye walifanya vitendo kama hizo, lakini pesa peke yake haitoshi. Wewe kama mmoja wa wazazi mwenye alipoteza watoto wawili, unaona aje? Malipo imetosha ama ni nini tena unataka serikali ifanye? Kwa upande wangu, pesa hizi rudisha uhai wa mtoto wangu. Sasa kwa upande wangu ningeomba tu serikali kama ingeona venye naweza nifanya. Niko kwa nyumba, sina hata venye naweza fanya. Niko tu nimechanganyikiwa. Siwezi lipisha pesa na mtoto wangu. Ione tu venye inanisaidia. Maisha iendelee. Evelyn, wakati sasa umesema pesa si kitu ya kutosha na haitawarudisha, lakini serikali imeamua kupeana hii pesa. Ukipewa juu ushajiandikisha, ni kitu gani utafanya? Ni kufunza hawa watoto wengine, ama pesa kama hiyo sasa inaweza saidia aje maisha yako? Juu umesema hapo hauna kazi, ama kazi umekuwa ukifanya si ile inasaidia sana. Itafundisha watoto wengine juu bado wako chini sana. Najua itawasongesha kidogo. Na wakati unasema unataka justice, umesema vile watoto walitolewa nje kwa nyumba, ulienda ukipiga nduru kuambia waache kupiga watoto. Uliona ni kina nani wenye walikuwa wanachapa watoto wako? Unaweza wakiletwa juu saizi tunazungumzia kutafuta justice. Washasema ni polisi walifanya visaka hizo. Unaweza angalia ujue huyu ndio polisi mwenye alipiga watoto wako? Singejua juu walikuwa wamevaa kofia mpaka kwa macho. Hakuna venye utaona mtu. Ilikuwa imefunika kila kitu. Ni mdomo tu ilikuwa inaonekana na mapua, lakini uso wa mtu huwezi ona. Sasa hata wakiletwa hapa siwezi jua huyu ni nani na huyu ni nani. Na wakati ulipiga ripoti hawakuleta fikira zingine juu sasa ni polisi walifanya vitu kama hizo na ukaenda kupiga ripoti kwa polisi? Na pia tukizungumzia polisi juu umesema ni watu walikuwa wamevaa kama polisi, rasi za polisi. Ripoti pia zinasemekana ni polisi ndio walifanya kitu kama hiyo. Uko na hisia gani kwa polisi tangu kitu kama hiyo ifanyike? Imenichukua muda kama nimechukia polisi. Hata siku nataka kukutana na sasa na irudi tunazoea, nasema hao pia ni binadamu. Juu huwezi jua nani alifanya, nimewaachia Mungu. Kuna usaidizi zingine juu wanasema hata sikusema ni kitu, hata mwenyewe umesema si kitu rahisi. Kuna hisia tofauti, bado kuna huzuni moyoni kupoteza watoto wako wawili. Chifu wa area hiyo, wazee wa vijiji wa area hiyo, jusi nyumba 10, kuna wakati mmeletwa pamoja juu najua si watoto wako peke yake, kuna watoto wengine pia ama wazazi wengine pia waliweza kupoteza watoto wao. Mmeletwa pamoja wakazungumza na nyinyi juu ya vitu zilifanyika? Niseme vitu kama counseling mshafanyiwa? Hapana, hatujaifanya. Ni kitu nahitaji kufanyiwa kama mzazi ama? Nahitaji. Okay, Evelyn, asante sana. So tukimaliza tu saizi tukiangalia kila mwaka tunaona ni kama vitu kama hizi zinazidi kufanyika. Mwaka ujao tuko na uchaguzi mwingine, na hapa Kenya tunaona wakati wa uchaguzi ama baada ya uchaguzi zikishafanyika tunaona maandamano zinakuja na vitu kama hizi zinazidi kufanyika. Ni message gani unapea watu wa Kenya, government, serikali, polisi, na pia wazazi wale wamepoteza watu wao? Ni nini unaweza waambia? Inaweza omba vijana waachane na mambo ya maandamano.
hata kama wanaandamana wafanye maandamano ya amani, na polisi wache kutumia nguvu zaidi kwa wale watu wenye wanaandamana. Na pia sasa pia tukiangalia tu hapo, uko na ruhusa ya kuzungumza na president wa Kenya. Ujumbe gani unaweza mwambia juu ya watoto wako hao wawili, William Amulele na Brian Onyango? Ni nini unaweza ambia president juu ya watoi wako? Naweza mwambia William alikuwa mtoto wangu first born mwenye nilizaa. Yeye ndiye alikuwa tegemeo kwangu. Yeye ndiye nilikuwa nimeweka akili zangu zote kwake. Sasa ningeomba tu kama anaweza pata justice wote wawili. Justice kwako unaweza sema justice ni nini? Justice ni polisi washikwe, ama kwako ukiangalia justice inaweza kuwa ni nini? Au polisi wenye walifanya hiyo maneno watafuta washikwe. Na hata mimi kwa upande wangu nipate vyenye maisha yangu inaweza endelea. Okay. Sawa sawa. Naona pia kuna watu wanasema hapa, wanasema pole sana kwa kupoteza watoto wako. Serikali lazima ichukue hatua kwa hao polisi. Asante sana Martin. Ingine pia hapo wanasema malipo hata kama haitawarudisha lakini itasaidia kidogo. Swali langu la mwisho Evelyn, tukimalizia, haujapata counseling, haujapata usaidizi, mtu kukaa na wewe chini kukuongelesha, kukusaidia na mauchungu zenye uko nazo rohoni? We mwenyewe umefikaje hapa kutoka 2023 wakati huo msiba ulikupata? 2024 tuko na zingine zimeendelea, 2025 saizi tuko 2026. Hizi miaka zote umekuwa ukimanage aje? Najaribu kujikaza. Juu hata naona kama naweza kufa na watoto wengine wenye wamebaki wataumia. Sana najaribu kujikaza na maombi. Ndio maana nimefika penye niko hapa. Sio kazi rahisi. Pole sana Evelyn, pole. Na ni hapo tutaachia hapo. Labda kama uko na maybe maneno mawili matatu ya mwisho kabla tufunge, ni nini unaweza sema sana sana kwa wazazi kama wewe wenye wamepoteza watoto wao? Naweza ambia wenye walipoteza watoto wao kama mimi, wakae na roho ngumu. Mungu ako na sisi. Asante sana, na asante kwa kuzungumza na sisi. Na pole sana kwa kupoteza watoto wako. Huyo hapo ni William. William alikuwa mtoto wako mkubwa wa miaka 24 na Brian Onyango wa miaka 22. Umesema uko na wengine wa form 4 na mwingine wa grade 8. Tunaomba kama usaidizi utawezekana, na kama pia unaweza fuatilia hiyo malipo serikali inapeana kwa wale waliopoteza wapendwa wao, itakuwa ni kitu muhimu na kitu itasaidia sana. Jenjo mano kanyo bende mawatie kogodo twak maro diambo makawuono mana kakineno mio Evelyn otemo kabisa nikech bende podentiere gi lite chunye kaluwore koda tho mag yawuote mabende notimore kadak Manyalenda higano ero 2023. En gino ero mabende pod miye mirima nyaka gi odiochieng' makawuono. Kata kamano otemo matek mondo otwa kodwa kendo onyiswa kaka weche nosebedo, gombo mabende entiere godo kanyakla kod kwayo ma entiere godo ne sirikal, ne en owuon kanyakla kod jonyuol mamoko mabende osewito nyithindgi kaluwore koda weche machalo koda mano. Kanyo bende makoro waloro godo twakwa mano mar mine wacho otieno makawuono. Wachakwa rad kendo juma manyien. Iluonga ni Jael Lieta, jaloko mar osebedo Liz Otieno.